sasa mambo matano yanayotengeneza hatima ya kijana kuwa kubwa. Mambo matano yanayotengeneza hatima ya kijana na kuifanya hiyo hatima iwe kubwa. Tunazaliwa wote sawa, lakini ukweli usiopingika, tutakapoondoka duniani tutaondoka tukiwa tofauti. Heshima tuliyojengea, matokeo tuliyoyapata, alama tuliyoiacha hapa duniani. Mungu huwa anatupa usawa tunapoanza kuja duniani. Tunavyotumia zile fursa ambazo Mungu ametupatia ndizo zinazotofautisha matokeo utakayoyapata. Sasa katika maisha yako kuna maeneo yafuatayo unatakiwa ukue. Kabla sijazungumza yale mambo matano, kuna maeneo yafuatayo lazima ukue, kuwe na growth. Eneo la kwanza, lazima ukue kimwili, ambayo ni automatic, unahitaji nguvu kubwa. Utakula vizuri, utalala, utakuwa umeshakuwa. Umekula virutubisho, utakuwa na afya nzuri. Eneo la pili, ile eneo la kwanza tunaita biological growth. Eneo la pili unatakiwa ukue kiakili, tunaita mental growth. Kwa maneno mengine, kuna watu wanaweza kukua kimwili lakini kiakili wakawa hawajakuwa. Ndio maana mtu anaweza kuambia acha utoto. Unaelewa maana yake? Una umbo kubwa kimwili lakini kiakili haujakomaa. Ujana sio umri peke yake wa kibiolojia, ni ukomavu wa akili. Ndio maana Yesu akiwa na miaka 12 aliojiana na maprofesa wa sheria hekaluni. Biblia inasema akiwauliza maswali na kujibu maswali yao. Mtoto wa miaka 12. Wewe una miaka 22, una miaka 25. Tukikuleta mbele ya hadhara, unauliza maswali gani na unahoji nini? Unaposti nini kwenye mtandao wa kijamii? Una comment nini? Itakuonyesha kama kuna mahali unaenda au utaishia hapa ulipo. Lazima ukue kiakili. Na ukuaji wako wa kiakili ndio unaharakisha mafanikio, kwa sababu watu wanapenda kukaa na watu waliofanana nao. Kwa hiyo wewe utakapokaa na watu, dakika 2 za kwanza zitawajulisha kama unastahili kuwa kwenye hiyo seko au haustahili. Ndio maana kuna watu wengi kati yenu mmeshawajua watu wakubwa lakini hamna mahusiano nao tena. Mmeondoka kwenye hiyo seko kwa sababu akili zenu hazijafikia level ya akili zao.